Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tuna wingi wa shukurani kujua ya kwamba wewe ndiye Mungu wetu na sisi tu wanao. Na ni asante kwa sababu umetupa kibali kupitia kwa damu ya Yesu Kristo ya kwamba tunaweza liitia jina Mwenyezi Mungu, unaweza kutusikiliza na hata kujibu. Tunakushukuru kwa sababu ya kutupa siku ya leo kuungane na jamii ambao Bwana wamepoteza wapendwa wao, wamepoteza mali zao. Na ni asante kwa sababu umenena na mioyo yetu ukitukumbusha kwamba wewe yanaendelea Mungu wetu ukijua. Na sasa Bwana tunakushukuru kwa sababu tuna uwezo wa kusikia maombi yetu na kutujibu. Bwana, tunaombea familia ambao wameathirika sana, hasa tukikushukuru kwa sababu unawaelewa vyema. Wako miongoni mwetu Baba wa mbinguni, na hata wengine hawako miongoni mwetu. Tunawaombea katika jina la Yesu Kristo. Wakati huu mgumu sana, wanauliza maswali mengi, kwa nini yaendelee vile yaliendelea. Tunakuomba wewe ambaye unaweza kuwanong'onezea Baba, wasemezana na wao na uwakumbushe ya kwamba Mungu wa mbinguni ungali unawapenda, na ya kwamba licha ya kwamba umekuwa ni wakati mgumu, Baba unawajali. Na ni asante kwa sababu wewe ndiye Mungu mwenye faraja yote. Kama vile Kristo ulitembea ulipokuwa hapa ulimwenguni, ukatembea kwa familia ya kina Lazaro na ukawafariji. Tunakuomba kwa sababu tunaamini ya kwamba you are the God of all comfort, that Heavenly Father you are going to comfort them in the name of Jesus Christ. Wakati huu Jehova washikirie. Tazama, wengine wamepoteza wazazi wao, wengine wamepoteza wake zao, waume zao na watoto wao, wapendwa wao. Bwana, tunawaombea wakati huu ya kwamba utawavuta machozi, utawashikiria katika kila jambo. Na ni asante Baba wa mbinguni kwa sababu unapoingia mahala Jehova unatenda mema. Na tunakuomba kwa unyenyekevu mwingi ya kwamba Baba wa mbinguni utawapanguza machozi wakati huu. Tunajua kwamba Mungu wa mbinguni wamepoteza, sababu wewe ndiye mwenye vyote, kama vile neno lako limetukumbusha. Na tunajua kwamba Mungu wa mbinguni wewe hujapungukiwa. Na tunakuomba katika jina la Yesu, kama vile ulimkumbuka Ayubu katika maandiko, kwamba Baba wa mbinguni alipopoteza hata mali zake, Jehova uliweza kumbariki. Tunaamini ya kwamba wewe ndiye Mungu ulikuweko, ndiye Mungu ulioko hata sasa, na wewe ndiye Mungu utakuweko. Baba, watembelee na uwape mali katika jina la Yesu Kristo. Na tunajua kwamba Bwana kuna njia zako ambazo unaweza kuzitumia. Unaweza kutumia msaada kwa hizi familia katika jina la Yesu, wanapoanza maisha tena. Serikali yetu na ili Bwana waweze kuwa wa msaada katika hizi familia. Hawana kazi na hata cheti zao zilipotea na hata mambo mengi Bwana walipoteza. Tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba wote wahusika utatutumia, kwa sababu sisi tu mali yako, sisi tu watu wako, sisi tu viumbe vyako kwa hizi familia. Basi Baba, tunakuomba uwashikirie wakati huu wa giza kubwa. Jehova, ng'aa na nuru yako, waangazie na nuru yako, washikirie kwa mkono wako. Na tunajua ya kwamba Bwana, kwa imani ya kwamba kesho yao itakuwa bora kwa sababu wako mikononi mwako. Asante Mungu wetu kwa sababu umesikia maombi yetu. Tunawakabidhi mikononi mwako Jehova. Hata wengine wanapoendelea na kujitayarisha kwa sababu ya mazishi, tunaomba ya kwamba Jehova utawafanikisha, na ya kwamba Bwana utawapatia chochote kile ambacho kinahitajika. Zaidi ya yote Mungu wa mbinguni, ukijidhihirisha na ukijitukuza. Asante kwa sababu hizi familia Baba utawashikiria sasa mpaka milele. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.
We are continuing in prayer. Thank you very much, our Deputy President, Excellence, and all the readers who are here. I just want to read a scripture. Nasikia tu nimesukumiwa sana sana kwa sababu ya family na wale ambao wako hospitali. Inaitwa Bishop Dr. Jackson Karanja, the presiding bishop of Soul Harvesters Church International, na nitoka Nairobi, lakini wale walibebewa nyumba zao na familia. Neno la Mungu linasema hivi, just a scripture, then we pray. Zaburi 61 verse 2 only, and this is the word for kwa familia. Kuruhusu mtu is very painful. Kifo sio rahisi, na tunaumwa sana, na Mungu wetu awafariji. Neno la Mungu linasema hivi, verse 2, and this is your word. From the end of the earth I will call to you when my heart is overwhelmed. This is David. Lead me to the rock that is higher than I. Wakati nasikia it is too much, because particularly when such a thing has happened, it's too much. Nobody can explain. That is higher than I. I want to declare today, there is a rock wakifiwa, wengine wamepoteza 5-6 people. They have nothing. Hata kama toa sometimes haigi, but there is a rock. Nasema the rock is Jesus. Amen. Na mimi nataka tuombe Yakobo kwenye mwamba huo ili afariji mioyo yao. Wacha tuombe. Our God, our Father, God of all comfort, wewe una uwezo wa kuondolea watu huzuni. Hata wakati hawana majibu, wewe unakuwa jibu. Tumefika hapa leo kanisa, maana ni wengi sana ambao wako nasi and they are not here. Baba, tunasimama na hizi familia ambao saa hii wamekutwa na mambo hawaelewi. Oh, they are overwhelmed by sorrow, pain, confusion. Hawajui wafanye nini. Lakini wewe umesema kuna rock, kuna mwamba that is higher than anything. Daudi akasema niongoze kwa huo mwamba. Oh, nijishikilie nipate uwezo wa kusimama. Tunawaombea leo Bwana, wanyoshe imani zao, washike pate true joy and true comfort. Maana ukweli, it is not easy for any one of them, lakini there is a rock that is higher than them. Tunaomba Bwana uwaondolee huzuni, uwape uwezo wa kusimama. Hata maswali mengi walionayo Bwana uyajibu. Tunawaombea amani, amani, amani. Amani inayotoka kwako, amani ambayo inaondoa huzuni na kilio na machozi. Oh God Almighty, hawataangamia. They shall not go down. They will be able to rise and move again. For there is a rock that is going to enable them stand and move forward. Tunawaombea katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana uwashikilie. Tunaomba Bwana
Bwana wape uwezo wa kiungu na uwezo wa kiroho. Sio hawa peke yao, hata taifa letu la Kenya. Mambo mengine hatuwezi elezea, lakini together pamoja na serikali na kanisa tunatazama mwamba Yesu mwana wa Mungu. Bwana tuondolee majanga haya, Bwana tuondolee maovu haya. Wewe ndiye mwamba imara, tunakuomba utusaidie katika jina la Yesu. Na sasa kama vile neno lako limesema, hata kama kuna mambo yako katika mji huu, tunanenea mji wa Mai Mahiu, na sio mji wa Mai Mahiu peke yake, ni nchi yote ya Kenya. If there is any spirit hovering around, if there is any demonic force, if there is any satanic program, by the power of the name of Jesus, we now stop and arrest every satanic arrow. We speak peace in Kenya. Kama vile Yesu alinena baharini akasema peace be still, na ile dhoruba ikaisha, tunanena amani itawale. Bwana tupe mvua ya mavuno, tuhurumie, tunakuomba. Ponya taifa letu. Kama kuna dhambi tumekubali, tumetubu, tusamehe, tunanyenyekea. Wewe ndiye mwamba imara, hatuangalii mwingine. We look to that rock that is higher than our family, the rock Jesus ndiye tunaangalia. Wapendwa waliopoteza na wameumia, usipowafariji emotionally, logically, in their heart, in their life, because the loss is more than money. Na tunaombea walio hospitali wengi ambao saa hii wengine walilaluliwa na mawe, wengine tunaelewa miti iliwakata, wengine walikunywa mchanga na ndani ya their system, wengine wamebreak, wengine Bwana wako na lot of logically, emotionally, they are affected. Lakini God, Biblia inasema you are Jehovah Rapha. Wewe ndiye Mungu aponyaye. Wewe, Biblia inasema I will send the word, nitatuma neno, nalo neno litawaponya. Tunaomba Bwana waponye. Bwana usikubali wengine wafe. Wale wamekufa wametosha. No more. Tunasema hakuna wengine. Walio hospitali wapone sasa majumbani mwao, ili wawe the remnant, wawe mabaki. Bwana tunakuomba, nyosha mkono wa uponyaji, tenda mambo isiyo ya kawaida. Tunaweka kila kitu mikononi mwako Bwana. Tunaomba utusaidie tukukubali na tuweze kuinuka na kuendelea. Neema ya Bwana, baraka za Mungu, uwezo wa Jehova upitao fahamu uwe nasi sasa na kuendelea. In the name of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit we pray. God bless you. Stanza moja tunapokaribisha with the part of the government. A star. Naomba tuweze kuimba wimbo ulio katika program zetu, kazi yangu ikiisha. Tuwezekana tunaweza simama.
Baba wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, katika jina lako takatifu, tunakushukuru kwa sababu kutufanya tuwe uhai ni tukufanyie kazi, na Bwana mtakatifu tuwajibike kwa ajili ya mapenzi yako. Tumenyosha mikono yake ili Bwana tulete matoleo. Tumetoa ikiwa dhabihu ikufikie Bwana na manukato mazuri inayokupendeza, nasi tufuatwe na baraka zako katika hai kwa utukufu wa jina lako lisifiwe. Tunaombea wote ambao Bwana wamenyosha mikono yao kuashiria mkono wako wa utendaji na wa baraka. Twaomba uwafuate watunzwe hata kiafya, na mazuri Bwana yatendeke juu ya maisha yao, katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen.